Vitu vingi tunavyovifanya tunavitafuta wenyewe, hususani maisha, lakini pia fedha, hata pia mambo ya kimungu na mambo mengine yote. Lakini kitu chochote unachokitafuta, ukisikia mafanikio mazuri makubwa, watu wengi huwa wanapenda kukimbilia. Wanapenda kukimbilia pabila kufikiria madhara. Wanafikiria mafanikio tu pabila kufikiria madhara. Sasa iko hivi. Ndo vifungu watu wanapokuwa wanaingia kwenye vifungu. Kitu chochote unapokisikia ambacho kwako nakitabikia sana, unapokisikia kwamba tayari unaweza kukipata, na hivi angalia unakipata kwa njia gani, lakini pia unakitumia kwa njia gani. Lakini usipopiga hesabu, wengi wanaingia kwenye matatizo kwa sababu ya kukimbilia kitu pabila kufikiria. Kwa mfano, mtu anaumwa, anaenda kwa wachungaji. Ni kweli tafuta uzima, lakini kama unatafuta uzima huna imani ndani ya moyo, sawa na hakuna. Kwa sababu kitu chochote kitu chochote utakachokitafuta kizuri, chenye mafanikio, utakapokipata utakipokea kwa furaha kubwa, kwa tabasamu lisiloisha. Lakini na utaona wewe kwamba ni mtu mwenye bahati. Lakini hicho kitu kadiri ulivyokipokea na kadiri kitakavyotoka, kwa sababu kitakapokuwa utakapokuwa umeona tayari madhara yake makubwa, unapotaka sasa kukiondoa, lazima kiondoke kwa uchungu, kwa maumivu. Tabasamu lake linakuwa maumivu, na tumaini huondoka kabisa. Alafu ujiona mtu mwenye mikosi, ujiona mtu mwenye fungu la kukosa. Kumbe kwenye uchaguzi ulifeli kwenye uchaguzi. Siku zote kitu chochote kinachokuja kipya au kigeni, au unachokipapatikia lakini kwako kimekuja kigeni au kipya, au la cha kawaida tu unakijua, lazima utafakari kwanza kabla ya kupokea. Angalia uzima wako, angalia asali, angalia familia, angalia mazingira unayoishi, angalia wazazi. Kwa sababu unapokwepo unaingia pabila kufikiria, unakuwa unaingiza system ya ukoo au la familia kwenye matatizo. Kwa hiyo nakushauri usipende kukurupuka wakati wa maamuzi yako.